Sheta. Mtoto anapiga panga. Watamuua jamani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali dada? Salamu. Ajuaye. Inabidi sasa uoe. Ni kweli dada. Swala la kuoa ni swala zuri sana. Lakini sio swala kurupuka. Ina maana mapande yanakurupuka? Sina maana kama. Swala la kuoa inahitaji makubaliano katika pande zote mbili. Ndipo hapo mnaweza mkafanya masuala ya ndoa. Na mimi namsifu sana mapande. Kwa muda mchukua kuoa, namsifu sana. Hata mimi pia nafurahi. Kuna mpango maana mtambo mrefu bila. Kwa nini jambo sahihi? Haya naelekea wapi? Nyumbani. Basi haya. Haya sawa. Haya kila heri. Hiyo maisha kweli ujue sometimes mtu anapokuchukulia na anapokutazama ujue vitu viwili tofauti kabisa. Usela sio wizi ujue sometimes madogo anapoteza tu. Yaani usela ni tikeli fulani ya kimaisha mtu anaamua kuishi nayo ujue. Haimaanishi kwamba kila mwizi ni msela. Sometimes unakuta mtoto mdogo tu rafiki yangu eti naye anashika vanga anaenda kutoboa watu. Why mniga? Hawana imani sio. Maisha kweli sio hivyo yani. Mbona misela boy? Muni wa kweli ni mpambanaji lasta. Muni wa kweli akimbii shida, muni wa kweli ogopi shida, muni wa kweli aibi. Amuumizi mtu man. Shoti kwamba dunia ngumu. Mungu kwa leo umenika. Vipi dede? Dede vipi? Datumpe. Tawile. Tawile amefanya nini? Datumpe Tawile wanamkaba Datumpe. Tawile vipi? Na. She vipi wewe? Kawaida tu. Kawaida shangu. Kawaida sha unakimbizwa mimi nakuona unakuja uko leo kama hivyo. Niko salama tu kabisa. Salama kati sha umekuja unakimbia ovyo unaniambia salama. Kawaida tu. Kawaida shangu. Ndio maana moyo wangu ulikuwa na wasiwasi. Maana nilikuwa nahisi kuna baya lolote huenda limemfika. Kumbe ni wamemkaba. Datumpe. Huko ninavyokuambia Tawile washachukua simu, washachukua kofia, washachukua kila kitu. Ndio maana moyo wangu ulikuwa na wasiwasi na nilishindwa kabisa kuvumilia kuendelea kubaki nyumbani. Na hata nimetoka hii safari nilikuwa natoka hata nitembee tu njiani huenda nitakutana naye maana nilikuwa nahisi kabisa mume wangu huko alipo huenda kuna tatizo lolote limempata. Ila mradi nimeshapata hii taarifa moyo wangu utakuwa na amani kabisa kwa sababu namuamini mume wangu. Na anajua hata kama wamempola simu, wamemchukulia chochote, najua kuna baya lolote litakalomkuta. Mimi nashukuru tu kwa taarifa. Ngoja tu nirudi zangu nyumbani. Yaani hapa nitaenda kukaa nyumbani nikiwa na amani kabisa. Najua atarudi. Datumpe. Tumfate. Hawa nao kina nani? Walikuwa wananikimbiza. Asina la kuibia simu. Ndio miongoni mwa kaka zake wale. Ndio walinikaba juzi. Ndio wao. Wauni hawa mtaani. Babake. Oya. Nataka simu ya mwanangu sasa hivi, ni sasa hivi. Oya, huyu familia yangu ujue maisha kweli. Huyu mwanangu ujue damu yangu yani mimi naishi kupitia huyu ujue. Zalao mnazoleta na waletea uchizi sasa hivi. Oya, simu iko wapi? Simu ya mwanangu. Simu iko wapi?
Msoni naishi tu ujue, yani naishi kutokana na dua la shehe ujue maisha yako. Nyinyi si mnajifanya mjui shehe wala mjui Mungu. Leo naonyesha action nyinyi mtafurahi. Kuda dada kizani. Wewe simu ya mwanangu kwanza iko wapi? Bea wasamee bwana, wasamee vijana tu wasamee hawa. Nakupaka mafuta sasa hivi yani. Kubaba back. Oa, nakupa swing time. Mama moja wanapoa. Simu iko wapi? Sikia. Sheka chukulia poa huyu bwana. Anasema mnasemaje? Sikilizia kwanza, sikiza brother kwanza, usete ibilisi. Simu ataenda kuchukua, ngoja. Na wewe dogo nakupaka mafuta muda wote yani. Kwa maisha yako wewe. Msawezi. Akachukua simu. Watu babu. Hizo za baridi brother, Mungu angachukue simu. Sasa nakwambiaje? Yaani nyama ondoka. Tulieni hivyo. Tulieni hivyo. Nyama ondoka. Mwaneno yule mwaneno mpaka arudi. Sogea kule. Nakupasua, nakubaliwa kichogo. Kachini nakubangua kichogo sasa hivi kachini. Shea, siwaache. Mpaka mwanao arudi. Si haiko kwenye hali nzuri tumfuate. Wala usijali. Yaani mimi moyo wangu ulikuwa na wasiwasi, nilishindwa tu kubaki nyumbani. Lakini mradi nimejua kilichomkuta, acha tu mimi nirudi nyumbani. Najua huko halitomkuta baya lolote kwa sababu namwamini mume wangu ana imani ya kutosha. Kwa hiyo hata walomuibia simu na walomuibia na hivyo vitu vingine, hawatomfanya kitu kingine chochote, atarudi nyumbani salama salimini. Tatupe lakini sio vizuri. Wala usijali. Mimi nashukuru bwana. Usiwe na wasiwasi kiasi kama hiko. Mimi naondoka zangu. Na wewe ondoa hofu, kama ulikuwa unaenda nyumbani uelekee nyumbani, kama ulikuwa unakuja kwangu ndio tushakutana, uendelee na safari zako, sawa? Sawa. Haya, bye. Datumpe. Imani zingine jamani. Sasa mumewe kakabwa na tukamsaidie lakini hataki. Datumpe. Wakado. Ile simu tulikuuzia Tawile. Afu brother Bea anaitaka. Sawa, lakini simu mimi nimeuziwa. Je, langu iko wapi? Shida hela. Shika ya. Mbona lenyewe imepungua? Bado 3000 hapa. Sasa hapo usitaki mambo mengi. Brother Bea unamjua mwenyewe. Ani kama Bea aje mwenyewe kuchukua bure. Unamjua brother Bea. Sasa tena atakuwa mambo ya kitemi hayo. Sio mambo ya kitemi, kama utaki kaa nayo. Watu mnakuja mnauza simu afu dakika mwisho mnakuja kuvifuata vimeo kama hivi na kuwaje jamani? Mtu unapokuja kuuza kitu basi ile uwe moja kwa moja, sio tena kinganganie kaa nacho. Shika bana wewe uende bana. Ndio nini sasa kama hivyo? Mnakuja mnauza simu afu mnakuja mnazifuata, kama muwezi kufanya kazi hizi si basi bwana. Ndio nini sasa? Lakini fresh wewe Bea yenyewe miausho, maana angekuja yeye mwenyewe angekuwa balaa hapa. Bora hata alikuja kuchukua yule mwanae. Hapa yenyewe fresh nimepata hela yangu ibaridi tu. Mimi nilikuwa mafia. Hao watoto wanatoka katuni. Ulikuwa mafia sana. Mimi nilikuwa mafia. Yaani kipindi hicho yani kama niko Yombodofia. Nilikuwa mafia kipindi hicho. Kwa brother Bea, simu yako hii hapa. Hebu angalia simu yako. Ndio hii, ngoja niangalie vizuri. Ngoja niangalie na majina kabisa. Bea ndio hii, ndio hii Bea. Ina line ya Tigo na ya Airtel, majina ndio haya. Naona kuna Alpha humu. Haya. Sasa sikia dogo nikupe muziki. Nakupa onyo, yani nakupa onyo. Umemwona? Ubabu muone kama kituo cha polisi yani. Kwamba uingii bila kujiangalia kwamba uko msafi umetulia kweli yani ndio unaingia. Na wewe usimshobokee yani mwache hivyo hivyo ndugu yangu. Nitakuja nitawabangua kichogo. Mimi sio 32 mchekelea wala sio 45 ujue mzee wa kuburuza miguu. Chafui ndala. Meki changu namba nyingine kabisa yani. Hii haigawanyiki boy. Nitakufanya kitu tofauti. Oa. Nyanyua hapo sehemu ya mlio. Inuka. Afu jichenge. She, sio watu wa kuwachekea hawa.
Watoto wanapiga panga, nakwambia kama Hamza. Wanapiga panga kama Hamza. Ukisikia mitoto ya Hamza, mitoto ya balaa, huku ndo wale watoto wale, kuna watoto fulani wanakaa Nzasa. Nzasa unapajua? Najua. Kuna sehemu moja Chanika anavaita Nzasa juu ya. Oya babu, yule dogo mmoja mimi sio mgeni. Ndio. Yule alovaa nguo nyeupe yule kama pesi nyeupe. Yule alienda kufuata simu. Umeona yule? Yule noma. Wale walikuwa wezi wale mwanangu. Unaambia historia yao, wale washaenda sehemu mwanangu amepiga Jordan, wamekata dirisha, wamemtoa mwali. Wakitumia Jordan, anakata dirishani, amemuiba mwali. Tuondoke, mimi namjua yule sio. Sio watu wa kuachekea. Kuna kitu. Ndugu yangu ajuae. Ile swala langu linaendelea kuwa vizuri hapo. Mbona kama hujapenda hivi? Swala gani ambalo unaenda kwa vipi? Ile swala la mimi kumuoa mama Kibatali. Jana tumekaa chini kukubaliana nipeleke barua. Yaani hivi karibuni tushakubaliana. Na wewe ndo utakuwa nshenga jambo hili. Hivi ni kweli kaka unania kuoa au unataka kumharibia imani yake dada wa watu? Yaani mimi niko serious kwenye hili jambo. Hivi mimi ningekuwa sina malengo ningekutuma wewe unishenga wewe. Sina maana hiyo, kwa maana hauna. Nyie vijana. Inawezekana kwamba unatia kimvuli kuzunguka, kumbe una malengo yako. Sasa isije ukamharibia imani yake. Hilo jambo Mwenyezi Mungu hapendi. Kama kweli unania kuoa basi inshallah. Yaani mimi ningekuwa na lengo la kumchezea. Isije kutafuta wewe upeleke barua hapa. Lakini mimi malengo yangu wewe unishenga jambo hili. Uandike barua na kupeleka kwao. Sasa mimi nanichezeaje hapa? Sina maana kwamba unamchezea. Ila ya vijana wengi lengo lao hufikisha barua tu ili mradi wapate lengo la kumchukua. Alafu kuoa hawatimizi. Sasa nahofia kabisa nawe kakaangu usio kawa kama hao vijana wengine. Mimi niko serious, yani sisi kabla kuishi tutaoana alafu tunaishi. Kwa hiyo mimi nitakutuma wewe upeleke barua. Alafu baada ya hapo tunao watu naishi naye. Lakini mimi nitaenda kuishi pale na nafanya ulisi wa nyumba ile. Baadaye yule atakufa. Kuona ukaishi kwa mwanamke. Kwa mke wangu. Kwa mke wako. Sawa, jambo zuri. Kama mmekubaliana wenyewe ni jambo zuri. Mimi siwezi kulipinga. Sasa wanashukuru, yani hilo nitakiwa wewe. Lakini sio wewe kumtilia shaka mimi. Unanitia wasiwasi, unatia nusu kwenye ndoa. Basi kakaangu, hilo jambo limeisha. Mimi nachoomba tu Mwenyezi Mungu abariki uweze kufikisha azma yako. Na mimi niteshemeji. Mimi nashukuru. Lakini mimi natarajia kwenye ndoa yangu wewe ndo utakuwa mbele. Yaani wewe ndo utakuwa unacheza pale mbele. Yaani mimi wakati wewe nishafunika na kanzu langu. Basi kaka mimi nikutoe hofu. Mimi hilo jambo nimelipokea kwa mikono yangu miwili. Na wala sina mashaka na wewe. Kwa hiyo mimi nasema tukimwomba Mwenyezi Mungu basi ile jambo lifanyike. Hilo ndo liacha muda wote. Lakini sio kunitilia mashaka mimi. Sasa mimi nimuone unaona wapi? Yaani wewe utakiwa mimi unionge mkono. Sio kunitilia shaka. Ulifurahi sio kifanya. Kwa hiyo mimi nakuachia wewe hili swala. Sawa, ila bado mimi azma yangu ipo pale pale. Kaka, kama kweli unania kumuoa dada wa watu, muoe. Yule binti ni Muislamu na ana imani thabiti kabisa. Kwa hiyo usije ukampunjia imani yake. Yaani mimi niko serious hili jambo, ndio washaka juu yangu. Basi kwa mimi hilo halina shaka. Nasema shukuru kwa kukubaliana na mimi kwa swala. Tuombe pamoja. Tumombe Mungu.